Kula. Hii sijala sasa. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeendelea leo katika Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam kwa hatua zake za usikilizwaji wa ushahidi wa upande wa mashtaka katika kikao kilichoambatana na matukio yaliyoibua hisia kali miongoni mwa waliohudhuria kesi hiyo. Tangu alfajiri, viunga vya Mahakama Kuu vilishuhudia msongamano wa wananchi, wafuasi wa chama hicho pamoja na wadau wa siasa waliotaka kufuatilia mwenendo wa shauri hilo. Ulinzi uliimarishwa huku askari wa vyombo vya dola wakihakikisha utulivu unadumishwa ndani na nje ya eneo la mahakama. Ndani ya ukumbi wa mahakama hali ilikuwa ya utulivu wa tahadhari. Pande zote mbili, yaani upande wa jamhuri na upande wa utetezi, zilikuwa tayari kuendelea na mchakato wa kisheria. Upande wa jamhuri uliwasilisha mashahidi wake wawili ambao walianza kueleza mbele ya mahakama kile walichokidai kushuhudia au kurekodi kuhusiana na shtaka la uhaini. Ushahidi huo ulijikita katika maelezo, matukio na kauli zinazodaiwa kuwa msingi wa mashtaka hayo. Baada ya ushahidi wa moja kwa moja, mawakili wa utetezi walimhoji shahidi kwa lengo la kumpa udhibiti wa maelekezo yake, wakitaka ufafanuzi kuhusu mazingira ya tukio, usahihi wa taarifa na uhalali wa maelezo yaliyowasilishwa. Mahakama ilitoa maelezo ya mara kwa mara ili kuhakikisha utaratibu unafuatwa kwa mujibu wa sheria. Katika hatua ya baadaye ya kikao, mshtakiwa aliambia mahakama kuwa hakuwa amepata chakula na hivyo hakuwa katika hali nzuri ya kuendelea kufuatilia kwa umakini mwenendo wa kesi yake. Mawakili wa utetezi waliunga mkono hoja hiyo, wakisisitiza kuwa haki ya mshtakiwa kushiriki kikamilifu katika kesi yake ni sehemu ya msingi ya haki ya kikatiba. Hoja hiyo ilileta ukimya mzito ndani ya ukumbi wa mahakama. Baada ya maelezo hayo kutolewa, kuliripotiwa tukio la baadhi ya wananchi waliokuwemo ndani ya ukumbi kuzimia, hali iliyodaiwa kusababishwa na hisia pamoja na hali ya msongamano. Huduma ya kwanza ilitolewa mara moja, huku baadhi wakisaidiwa kutoka nje ya ukumbi kwa ajili ya kupata hewa na matibabu ya awali. Hali hiyo ilisababisha kikao kusimama kwa muda mfupi kabla ya kuendelea. Maafisa wa mahakama walitoa tahadhari kuhusu umuhimu wa utulivu na nidhamu wakati wa mwenendo wa kesi, wakisisitiza kuwa hisia zisizodhibitiwa zinaweza kuathiri mazingira ya usikilizaji wa kesi. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote kuhusu hali ya mshtakiwa, mahakama iliamuru kuahirisha shauri hilo hadi tarehe itakayopangwa baadaye ili kuhakikisha kuwa mshtakiwa yuko katika hali inayomwezesha kushiriki kikamilifu katika kesi yake. Uamuzi huo ulitangazwa rasmi na mahakama na pande zote kupewa maelekezo ya kurejea katika tarehe mpya itakayotajwa. Shtaka la uhaini ni miongoni mwa mashtaka mazito zaidi katika sheria za Tanzania na huambatana na taratibu maalum za kisheria. Kesi hii imevuta hisia za wananchi kutokana na nafasi ya mshtakiwa katika siasa za taifa pamoja na mazingira ya kisiasa yaliyopo. Wachambuzi wa sheria wanasema kuwa hatua ya usikilizaji wa mashahidi ni muhimu katika kubaini iwapo upande wa mashtaka utaweza kuwasilisha ushahidi wa kutosha kushawishi mahakama. Kwa sasa kesi hiyo ipo katika hatua za awali za usikilizwaji wa ushahidi. Mahakama itatangaza tarehe mpya ya kuendelea kwa shauri hilo. Tutazidi kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa kesi hii, kukuletea taarifa zaidi kadri maendeleo yatakavyokuwa yakijitokeza.